Namba nene ya andũ arĩa makoragwo njera, o mũndũ akoragwo na rũgano rwa mwanya. Amwe maciaria tũkaga kuona ũritũ mũnene wacio, no ĩndĩ nĩ kũrĩ angĩ ndeto ciao nĩ cia kũhahũra na kũrigithia maciaria. Ta wĩcirie mũndũ athitangĩirwo thitango ya ũragani, na to ũragani, mũndũ kũraga mũrũ wa nyina. Death sentence na life sentence o the mareha ũguo. Yakwa yarĩ death sentence. Rũrũ nĩ rũgano rwa Elizabeth Mwende ũrĩa nĩ wa kuma mwena wa Kitui, na rĩu aratungata kĩoho kĩa maisha njera nene ya atumia ya Lang'ata gũkũ Nairobi. Akoragwo akĩrũmbũyania na gũtuma indo mwanya mwanya njera-inĩ ĩno. Mũtumia ũyũ ũkuona nĩaraumbũra wega ta wega atĩ nĩwe wabangire gĩkuũ kĩa mũrũ wa nyina. Nilipanga kumuua, si ile ati mbali, sababu mimi niliona shida imepika nini, imepika mwisho. Gĩtũmi kĩnene arauga mũrũ wa nyina nĩ marĩ na ngucanio na nyina, na ũndũ ũrĩa atangĩakirĩrĩirie akĩona nyina agĩthumbũrwo. Yenye ilifanya nikashikwa, papa yangu alikuwa na mabibi wengi. Sasa huyu bibi alikuwa wa 4, alikuwa na watoto wawili. Yani hiyo ni kusikia, alikuwa na watoto wawili. Sasa akaoa huyu bibi, akatoroka akaenda, sijui walifanyana aje, ndiye akaoa mama yangu akiwa mzee. Sasa kwa mama yangu akaanza kulea nini hao watoto, lakini wako watoto wadogo sana, walikuwa kijana na msichana. Sasa wakaendelea na mimi, sasa ndio nikakuja nikazaliwa. Sasa kuzaliwa nikakuta hao watoto wawili, tukaendelea pamoja nao, kulewa pamoja na mama yangu. Haya, papa yangu saa hizi ni mzee. Huyu kijana alikuwa na mabibi wawili, mmoja wa huko kwetu na mwingine wa kutoka Machakos. Akakuja akakosana na huyu bibi wa kwanza, akaenda. Haya, akakuja sasa akabaki na huyu bibi wa pili. Hii wakati baba yangu alikuwa hai. Wakati baba yangu alikuja akakonjeka, baba yangu wakati alikonjeka, sasa huyu kijana akaanza shida, anataka kukaa na mama yangu. Sasa wakaendelea na hiyo shida, wanavurugana. Mama anatoroka usiku, sasa nimekuwa mkubwa, nimeolewa. Mama anatoroka usiku, anaenda kwa jibu, anaenda nalala huko. Asubuhi wanakuja wanakesi, akikesi anarudi. Sasa wakaendelea, baba yangu akakuja akakufa. Na wakati baba yangu alikuwa amenichukua, nikakuja kwetu. Mimi sina ndugu na sina dada, niko peke yangu. Haya, wakati baba alinichukua mimi nikaenda Garissa. Wakati alinitoa kwa bwana yangu, nilikuwa na watoto wawili. Nikaenda kuishi Garissa kufanya kazi huko. Nilikuwa nimeweka kazi ya mbushari. Sasa mimi nikiwa huko, sasa baba yangu amekuja, sasa amekufa. Sasa tukakaa, huyu kijana alikuwa anafanya kazi hapa Nairobi. Akawachana na huyu bibi yake wa pili. Kuachana na yeye, akakuja akaambia mama yangu, nataka kukaa na wewe, utakaa na mtu mwingine. Sasa kijana akaanza shida, akaendelea na shida. Sasa mimi nikatumana kutoka Garissa, nikaambiwa kuja, mama yako ako na shida. Sasa kukuja nilikuta mama yangu ile mbome imesingirwa hivi, iko besi tunawekanga ya miti. Sasa mama yangu ameenda ametengeneza mahali kama hapa hivi. Huko ikipika jioni ndio anaendanga, anaingia wapi huko analala. Nikakuja nilipika kitu jioni, nikauliza watoto, nyanya yenu wako wapi? Kaniambia ikipika jioni shushu anaendanga kujipicha. Kwa nini? Sababu ya ngoo anakujanga kumsumbua. Ni brother yangu ya stepmother. Sasa huyu mama yake alikuwa amepotea, alitoroka na akaenda. Hao walilelewa na mama yangu, si ni mtoto yake, sababu ni wa bibi mwenzake. Nimekwambia walikuwa wawili, msichana na kijana. Sasa hiyo msichana ameolewa, sasa ni huyu kijana na amekuwa mtu mzima. Haya, nikamuuliza ni nini, akaniambia sitakwambia saa, itakwambia saa nyingine. Haya, akaenda. Alikuja kitu saa 8 akiwa mlevi. Haya, mimi nikaona hii ni shida. Nikachukua kijana anaitwa Mwendo,
na mwingine anaitwa Mbela. Nikawaambia nyinyi nitawacha hapa mkichunga nani? Mkichunga mama yangu, sababu huko kazi inafanya nini? Inaharibika, na nitaenda na nitarudi. Haya, kuenda huko sasa nimewaacha hapa, nikawaambia nitalipa nyinyi. Mimi nikarudi kazi, wakawachwa wakichunga nani? Mama yangu. Haya, mimi nikarudi Garissa. Kurudi hao wabijana tena wakanipigia simu, wakaniambia huko shida, sisi tumeshindwa, hebu kuja. Haya, nikakuja. Nikakuja nikamuuliza, alikuwa anaitwa Peter ama Mwema, ni nini uko nayo? Akaniambia, mimi siwezi ongea na wewe, mimi wenye nataka kukaa na nani? Na Masia. Mama yangu alikuwa anaitwa Masia. Nikamuuliza kunaendanga hivi? Sasa nikaita nguo yangu na nikaita wazee wa hapo, wakakuja wakaongea, wakamwambia kuendangi hivyo. Sasa kama huyu mama yako kwanza alikataa huyu ndugu ya mzee wake atakaa na wewe aje, akasema nawe baezi ingia mwanaume mwingine. Mama yangu akamwambia, mimi hakuna mwanaume nataka. Ngero ino yatabanirio ni anake aria arauga amahete wira wa kuraga mwanake wao na ona ni ng'ombe endetie niguo one mbeca. Nikachukua ng'ombe moja, kesho yake nikaitia mtu wa biashara, akakuja kununua. Sasa huyu mtu ameoa msichana wangu, nikakuja nikamwambia, sasa mimi hapo nitasema sijui ni nini, sababu hiyo pesa ningeenda kununua nini, shamba mahali ingine. Nikamwambia hii pesa tafuta mtu ufanye nini, mumalize nani huyu kijana, sababu nimepika mwisho. Haya, kijana akakukataa. Sasa anakuja anasema, ni nini hapa mnaringa? Mama yako ana mtoto. Unajua kwetu kama una kijana, hesabu yangu kama uko na nini, uko na mtoto. Hii ni jicho moja, hata nikufanya nini nani atakuulizia? Haya, mimi nikachukua hiyo pesa nikalipa huyu kijana. Sijui alienda kuchukua nani. Walikuja usiku. Kukuja usiku akakuta hajafanya nini, hajakuja. Sasa mama hajarudi kwa nyumba. Kukuja, alikuja usiku akakonga tena ile mlango, hiyo kwa nyumba ya mama yangu. Ni mimi alikuta na mtoto yangu na watoto wake. Sasa wakati alikuta ni mimi na watoto wake, akakimbia akaenda kuingia kwa nyumba yake, na hao walikuwa tayari. Sasa wakaenda wakamua kwa hiyo nyumba yake. Kumua kwa hiyo nyumba yake, walikuja. Sasa wakati walimua, sijui walimuua aje, walienda kwa kijiji ya ng'ombe, wakaenda wakafanya nini, wakamuzika hapo. Haya, ikapika asubuhi. Kupika asubuhi, mimi nikaingia ngari nikakuja wapi? Hapa Nairobi, si kurudi Garissa. Hihi we wamenyekire atia niwe wagerire ngero muru wa nyukwa na macungiriro ma andu acio angi mari mariku hamwe na mami wanyu? Hapa Nairobi nikakuja nikamaliza wiki moja nikarudi ushago. Hakuna mtu amejua. Hata watoto walijua, mpaka watoto wake kwa ile shida walikuwa wameteseka. Hakuna mtoto alisema. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikamaliza wiki ingine moja nikarudi Garissa. Haya, ilikuwa mwezi wa 11. Mwezi wa 3 ndio nikarudi, nikatoka Garissa nikakuja nyumbani. Kukuja nyumbani ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 3 01. Nikiwa hapo nikaona askari amekuja na huyu kijana, huyu ameoa msichana wangu na mwenye, yani huyu kijana ameoa msichana yangu, ako na sister yake naye ameolewa na mtu mwingine. Sasa wamekuja na huyu mtu, kumbe huyu mtu ameoa sister ya huyu ni mkanga. Sasa huyu kijana huyu ameoa msichana wangu alienda kwa huyu akamwambia, mimi iko mtu niliua na ninataka nini unitoe, sijui unioshe, sijui alikuwa aenda osho aje. Haya, na wakati alimwambia hivi, na yeye alienda kwa nani, kwa jibu, akaenda akaripoti. Sasa tukiwa hapo kitu saa 8 nikaona wamekuja. Kukuja wakaniita, wakaniuliza muende kuja, nikaenda. Kaniuliza nyumba ya plani ni gani ya Mwema, nikamwambia ni ile. Akaniambia twende. Ilikuwa na room 2.
Akaniuliza walikuwa nalala wapi hapa na watoto. Nikamwambia watoto wanalalanga hapa. Akaniuliza nako wapi. Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia wacha kututanganya, muliua mwema. Ngero ino nĩ mũgiaga mũno meciria-inĩ make na arĩ na merirwa maingĩ. Nasikianga vibaya sababu najiulizanga hii pesa nilikuwa nazo, si nilikuwa na kazi. Haya, ni hiyo ng'ombe niliuza. Kwa nini sikuenda na wakati huu hata shamba sikuwa na zinauzwa bei ya kali kama siku hizi. Ningeama kwa hiyo mboma niende ninunulie mama mali ingine. Gĩko ta gĩkĩ ndangĩenda kĩhanĩkĩre mũndũ ũngĩ. Naweza waambia wasiue mtu. Kama ni mali wawache, mali ni ya kutafuta. Hata ukiwacha unaweza enda utafute. Kama ni shamba unaweza enda ufanye kazi na ununue nini shamba yako. Kuua ni mbaya sababu hii miaka yote nimekaa kutoka 01 mpaka sasa hiyo ni miaka 18. Niliwacha watoto wangu nikawachia shida. Haya, kwa bibi ya huyu hata kama walikuwa wamewachana na alikuwa na watoto, hata watoto walipata shida. Hata kama hakuwa anawasaidia, lakini wanakuanga na hiyo kitu ya baba yao aliuawa ni andi wangu. Hata kama walikuwa wanajua, walikuwa watoto hawakuwa na akili. Ni kweli nilikosa. Nilikuwa kosa ni kurudia. Na saa hii mimi nimeona nilifanya makosa. Hata nikafurahia hiyo kufungwa. Mimi nilifurahia, hata nasemanga nilifurahia. Sababu ningekuja kuachiliwa, singejua kama nimefanya makosa. Ningeenda na niendelee na kutenda hiyo dhambi. Mimi naomba msamaha. Na mimi mwenyewe nikaona nilifanya makosa kabisa. Kabisa sababu ni ndugu yangu, damu ni moja. Ningekuwa na hii akili niko nayo saa hii, singefanya hivi. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya Njera-ini citũ.